Mungu wangu, mbona nimeingiliwa na sijalala na mwanaume yeyote yule? Au ni huyo mzee ameingia ndani? Na hata kama ni yeye, amepitia wapi? Mbona mlango umefungwa? Au ndani kuna jini mahaba? Haki ya Mungu, huko ndani siwezi kuendelea kuishi. Ni lazima nihame. Ngoja kwanza. Shikamoo baba. Marahaba. Samahani baba. Nilikuwa naomba nikuulize kitu babangu. Uliza. Nimwambie au nisimwambie? Atakuwa ni yeye kweli au sio yeye? Nikimwangalia tu anatisha. Au basi. Kuna aina 3 za ndoto. Ndoto ya kwanza ni kuyaota yale uliyoyafikiria sana mchana, huwa usiku yanajirudia. Ndoto ya pili ni yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupa maono ambayo yana ukweli ndani yake. Na ndoto ya 3 inaitwa sintofahamu. Nisaidie.
Habari jirani. Habari. Yaani hizi biashara zetu sisi wengine lawama kweli. Yaani mtu anakufuata gengeni kwako asubuhi na asubuhi wala hujauza, alafu anakuambia umkopeshe. Yaani binadamu. Kaka, samani kidogo, naweza kuuliza swali? Bila samani kakaangu, unaweza kuniuliza. Nilikuwa namuulizia msichana fulani hivi, ni mrefu, afu nywele zake uwaga yeye asuki ananyoa, ni maji ya kunde fulani hivi, yani chocolate color. Sasa sijui utakuwa umemwona amepita mitaa hii, maana aliniambia anaishi mitaa hii. Unaweza kunionyesha picha yake? Ya, naye. Wewe ni mgeni mitaa hii, sio mwenyeji sana, ila amehamia juzi tu hapa. Sasa sijui utakuwa umemuona au alikuja hapa gengeni kwako. Kaka huyu mimi simuelewi. Hivi umejaribu kumpigia simu? Ya, nilimpigia simu mara nyingi sana, lakini cha ajabu kile akipigia simu zangu hapokei. Sasa sijui ana shida gani yani, na sio kawaida yake. Kakaangu, yaani maiti akiwa kaburini hawezi kupokea simu hata siku moja. Ukiwa na maana gani? Mwanamke akiwa hakutaki hawezi kupokea simu yako hata siku moja, kwa sababu kila wakati ukiwa unampigia ataona kama unamsumbua tu kakaangu. Ya, hicho unachoongea kakaangu ni kweli, maana nimempigia simu mara nyingi sana, lakini simu zangu hapokei. Nahisi kama vile namsumbua, alafu aliniambia mitaa hii gari haifiki, lakini cha ajabu nashangaa naona njia kubwa sana ya gari hapa. Kaka, hao ndo wanawake, inabidi uwazoee sasa. Hilo pointi kakaangu. Shingapi ndai? Mimi nakudai kama 500 tu kwa ndizi mbili. Keep change. Kakaangu. Kunyingine basi. Asante, Mungu akubariki. Yaani wakaka wengine wana pesa, wananunua ndizi mbili tu na alafu keep change. Nitajua mimi naipeleka wapi baadaye. Yaani Sauda, yale yote nilokuhadisia yaliyonikuta yalikuwa ni tera. Picha kamili hii hapa. Hivi ushai kuota ndoto mtu anakukaba au anakuminya, alafu unajaribu kuamka unashindwa, unajaribu kuamka unashindwa? Ushai kutana na kitu kama hicho? Ndoto kama hizo mbona zipo tu Sara? Na hata mimi nishai kuota. Basi hicho ndio nilichokutana nacho siku ya kuamkia leo. Haya, picha kamili. Wenzako mkojo umenibana saa 8. Saa 8 usiku. Na mimi siwezi kukojoa ndani. Mkojo umenibana mimi nikae ndani na mkojo. Nikasema mimi naenda. Nimeenda chooni dadangu. Nimekutana na misukule ya yule baba. Unajua nilivyokimbia?
Ila Sara, acha ya kukute. Nimekushauri sana na ushauri wangu nataka kusikiliza. Sasa wekawe akuwe au kufanya msukule ndio akili itakukaa sawa. Wewe unajifanya nunda. Nisaidie. Yaani dada, kila tunachokiongea anakijua. Wewe anajuaje? Unatoka wapi sasa hivi? Nani? Mimi. Unahisi anaweza kukusaidia huo msaada unaomuomba? Dadangu, unajua hata haya tunayoongea hapa anayasikia. Nisaidie. Huwezi amini. Jana tumetoka kuongea yale mama. Nimefika nyumbani. Ananiambia unaishi atakusaidia. Kwa nyumba yako sasa kiboko. Tena kiboko. Yaani dada, naongea na atamka. Kwenye ile nyumba sitaki tena. Wala sitaki hata kurudi. Nisaidie. Nisikize Sara. Huyo mwenye nyumba yako huyo, kama anajua ya kaskazini, si tunajua ya kusini. Sasa nikwambie kitu. Twende nyumbani tukae. Afikisha asubuhi, twende kule nilipokuambia. Yaani kwa yule mzee utahama. Tena na kodi atakurudishia. Da Sauda. Ya kweli hayo. Nisikize mimi Sara. Lini nimekuongopea? Wewe nisikilize, yule mzee hana lolote. Wewe twende huko, afu utaona, utaniambia, utafresh. Haya mamangu, mimi ngoja tu nikusikilize wewe, maana nishachoka. Nisaidie. Sawa, nakupenda. Twende. Unaonekana mwenye furaha sana. Nishirikishe basi na mimi hiyo furaha yako. Au mmeshamaliza magomvi yenu ya wewe na Ima? Siyamalize wapi ndugu yangu. Najiona kabisa naenda kuwa mke wa Ima. Maana hivi ninavyokuambia, maandalizi ya ndoa yetu tayari. Na baba yangu na mama yake Ima tayari wapo kuandaa kamati. We, usiniambie. Kweli tena nakwambia. Na katika hiyo kamati nimeomba nafasi hizo 2 kwa ajili ya marafiki zangu. Na wewe mmoja wapo utakaa. We. Aileen unanidanganya. Usiniambie katika hao wana kamati na mimi nitakuwa mmoja wapo. Kweli nikutanie? Yaani sipati picha hiyo siku nitapokuwa. Yaani nataka nipendeze, nikupite ni bibi harusi. Wewe haiwezekani. Sawa? Tukae kimya tusubirie hiyo siku. Yaani mwanakamati hiyo siku nitakuwa na pashua, sitaki kukwambia. Maana hii ndoa ilivyotusumbua. Ongea shoga yangu. Maana mpaka Ima kuingia kwenye mstari sio kitu kidogo kwa kweli. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Yaani mimi mpaka namshukuru Mungu jamani. Ima kanihangaisha sana. Oh, Sala, mambo. Poa. Mzima wewe? Nzima, niambie. Poa. Kumbe leo umehamia huku? Ndiyo, lakini sina siku nyingi sana. Unaishi wapi? Nakaa nyumba fulani iko hapa, hata sio mbali sana. Kwa mzee mmoja wanamuita Mzee Tano. Tano? Ndiyo, Mzee Tano, kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Alikutafutia nani huko?
Hapo kuna dalali moja hivi alinitafutia, anaitwa dalali Enieni. Enieni? Ndiyo, dalali Enieni. Sawa. Siku nikipata nafasi nitakuja kukutembelea. Sawa Mwaya, karibu. Asante. Niwatakie siku njema. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.